tusiweke ukabila, tusiweke matusi. Kila mtu ajieleze, kila mtu atuambie maono yake, mpango yao, sera yao, ajenda yao. Hawa Wakenya ni watu werevu, watajua ajenda gani ni ya kufaulu, ajenda gani si ya kufaulu. That's how we are going to move the country forward. Na ndio nawauliza wale wengine wote, sisi wote ambao tuko na nafasi ya uongozi, hakuna haja ya chuki, hakuna haja ya kugawanya wananchi. Siasa ya kugawanya wananchi ni siasa ambayo itaturudisha nyuma. Tuache, unajua, nasikia watu wengine wanaendesha siasa ambayo iko na fitina mingi, iko na chuki mingi, iko na matusi mingi, iko na ukabila mingi. Unasikia mtu anasema, oh, hawa wako na shares, hawa hawana shares. Hawa ni Tungati, hawa ni Tugunia. Hawa ni Wabara, hawa ni wa sijui Pwani. Hawa ni cousins, hawa ni maadui. Hawa sijui ni nini. Hiyo lugha itaharibu taifa letu la Kenya. Hakuna haja ya kugawanya watu. Wewe mtueleze sera yenu, mpango yenu. Hii housing mnasema sio mzuri, gani ni mzuri? Mnasema hii mpango ya universal health coverage si mzuri, mnataka kuturudisha ile ya NHIF ya watu wachache. Sasa niwaulize, kati ya watu milioni 8 na milioni 31, mnataka kuturudisha nyuma ama mnataka tuende mbele? So kila mtu ajieleze hapo. That's how we are going to make progress as a country. Leo vile vile nyinyi mnajua, kwa sababu ya ile matatizo tuko nayo pale ya Iran na wale wengine, bei ya mafuta ilipanda duniani kote. Hata nchi zingine wakakosa mafuta. Nchi zingine majirani zetu hapa, watu walikuwa wanapiga foleni siku 2, siku 3 kwa mapetrol station. Mungu ametujalia, tumekuwa na mafuta ya kutosha. Bei ilipanda juu kila sehemu. Tumejaribu ku moderate na ile resources tuko nayo. Jana leo imetangazwa bei mpya na imepungua kwa lita moja, imepungua shilingi 10, na tunaendelea kusongesha namna hiyo, tukipanga vile tunaweza kuhakikisha kwamba kama taifa tuweze kusonga mbele, tuweze kutembea pamoja na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Kwa hivyo ndugu zetu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Najua nimesema kwa kirefu, kwa sababu mbali na kuwa Mkristo, pia ninyi mmenipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu. Sasa ni nafasi yetu ya kufanya ile kazi tuliitiwa hapa. Na mumlesikia vile Bishop alitu guide ama alituelekeza. Alisema kila mtu, Biblia, neno la Mungu linatoa nafasi kwa kila mtu kuchangia katika ujenzi wa kanisa ya Mungu. Alizungumzia sana rais, pengine nyinyi mkashangaa na sisi. So sio rais peke yake ati ameruhusiwa kufanya hii kazi, ni sisi wote. Alikuwa